Meli 4 zinazohusishwa na Iran zimepita kwenye kivuko cha mlango bahari wa Hormuz tangu Marekani ianze kuweka vizuizi katika mkondo huo wa maji jana Jumatatu. Marekani inasema hatua ya kuweka vizuizi baharini kunaathiri meli ambazo zinatumia bandari za Iran na wala sio zile ambazo hazimilikiwi na Iran. Vizuizi hivi vitawezesha meli zisizo za Iran kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, meli nyingi bado zimekwama zikishindwa kutumia mkondo huo wa bahari ambao ni muhimu sana kwa usafiri wa mafuta na gesi. Iran imefunga mlango bahari huo kutoka Marekani na pia pande hizo mbili zilishindwa kuafikia makubaliano ya kuufungua katika mazungumzo huko Pakistani wikendi iliyopita. Awali akizungumza na shirika la habari la Marekani la Fox News, naibu rais wa Marekani JD Vance ameishtumu Iran na kusema hatua ya Marekani imelenga kuzidisha shinikizo kwa taifa hilo. Kile walichofanya ni kujihusisha na kitendo hiki cha ugaidi wa kiuchumi dhidi ya dunia nzima. Kimsingi wametishia meli yoyote inayopita katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa kama rais wa Marekani alivyodhihirisha, mchezo huu unaweza kuchezwa na pande zote mbili, na kama Wairani watajaribu kujihusisha na ugaidi wa kiuchumi, basi sisi tutatafuta kanuni rahisi ya kwamba hakuna meli za Iran nazo zitakazotoka pia. Tunajua hilo ni jambo kubwa sana kwao. Tunajua pia kwamba hilo linaongeza shinikizo la kiuchumi kwao. Iran imeeleza kuwa kizuizi cha Marekani ni kama uvunjaji mkubwa wa mamlaka ya uhuru wa taifa hilo. Katika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani ameandika kwamba ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa na inazidisha hatari ya kuongezeka kwa mgogoro katika eneo hilo ambalo tayari lina hali tete sana. Wakati huo huo, China inasema kwamba kizuizi cha Marekani ni jambo la hatari na ukosefu wa uwajibikaji. Shirika la kimataifa la usafiri wa baharini la Umoja wa Mataifa IMO linasema kwamba kuzuia mlango bahari wa Hormuz ni kinyume cha sheria, tamko linalolenga pande zote mbili, Iran na Marekani. Kwa hivyo kizuizi cha Marekani kinaweza kuwa na athari gani? Frank Gardner anaeleza zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Hiki ni kituo cha wanamaji cha Sepa. Lazima ubadilishe njia na urudi bahari ya Hindi mara moja. Usipotii agizo langu, basi utalengwa. Hii ni meli ya kivita ya 121 inayoendeshwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Huu ni mzozo wikendi iliyopita kati ya wanajeshi wawili wa majini, Iran na Marekani, lakini ulimalizika kwa amani. Lakini kizuizi cha Iran cha mlango bahari wa Hormuz ni mgogoro unaozidi kuongezeka. Iran imezuia meli 2,000 za mafuta kutoka nje kupitia mlango bahari wa Hormuz. Wametishia pia kutoza ada kwa meli za mafuta, huku wakiruhusu meli za mafuta za Iran kusafiri kwa uhuru. Wakijibu, Marekani inaonekana kulenga bandari za Iran, ikitarajia kuishinikiza Iran kwa kuzifunga au kuzizuia meli zake za mizigo. Wameonya meli za Iran zisipite kwenye mlango bahari wa Hormuz au wakabiliwe na hatari ya kuzuiwa, kubadilishwa njia au kukamatwa na jeshi la wanamaji la Marekani. Iran ina bandari nyingi za Ghuba, lakini jeshi la wanamaji la Marekani linahitaji kusubiri tu ufuoni nje ya bahari ya Arabia, ikiwa ni jambo linalofanana na kile ambacho Marekani ilifanya dhidi ya Venezuela mwaka jana. Tunaweza kuchagua eneo ili kupunguza hatari. Tunaweza kuchagua malengo ili kupunguza aina ya hatari ya misheni, tukihakikisha tunapata zile zinazofaa. Hatuhitaji kuchukua kila meli. Tutachukua tu meli za kutosha, tuzikamate, tuzizuie, tuchukue mizigo yao na meli. Chapisho la hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa wafuasi wa utawala wa Iran linaonyesha jinsi vitendo vya Rais Trump na jibu la Iran vimeongeza bei ya mafuta, huku spika wa bunge la Iran akiandika onyo kwenye mtandao wa X, na hapa na nukuu: kwa kizuizi hiki bei ya petroli huenda ikapanda hata zaidi, mwisho wa nukuu.